Kijana aitwaye Jordan akabiliwa na kesi kubwa pale Florida nchini Marekani baada ya kufanya uhalifu mkubwa ambao haukutumia silaha ya aina yoyote, lakini uhalifu wake umekabiliwa pesa za Kitanzania bilioni 2. Umeipata hiyo? Je, ilikuwaje mpaka huyu kijana kukabiliwa na kesi ya kuiba vitu vyenye thamani ya bilioni 2 za Kitanzania? Okay. Ukijana anaitwa Jordan mwanangu aliamka asubuhi akiwa aelewi, yanazungumza hana pesa. Akakata mitaa na kwenda duka la kuuza vifaa vya thamani kubwa. Yes. Nadhani mnajua kuna vitu ambavyo vinauzwa thamani kubwa. Hapa nazungumzia duka la vifaa vya urembo, yani wanandoa wanapotaka kwenda kuoana. Kuna vifaa vya urembo, yanazungumza mapete, mahereni, unazungumza saa ambazo zina thamani kubwa. Na maanisha saa za dhahabu, saa za gold, saa za tanzanite, tunazungumza hereni, tunazungumza pete za ndoa ambazo zinakuwa dhahabu, tanzanite. Okay, na vitu vingi ambavyo vya thamani ambavyo huwa wanaweka wanandoa au watu wanaopenda kupendeza. Yes, mtu ananunua hereni ambayo ina gold, mtu ananunua hereni ambayo ina tanzanite, mtu ananunua pete ambayo ina dhahabu ndani, mtu ananunua kitu ambacho kenye almasi ndani. Yes, hilo duka ambalo kijana alifanya maafa linaitwa Tiffany.com, na kijana huyu alionekana kuingia kwenye duka hilo. Kijana alipendeza, mtanashati vizuri tu, alinyoosha suti yake na kuonekana mtanashati kabisa na kuingia kwenye duka hilo. Baada ya kuingia kwenye duka hilo, kijana huyu alianza kuonekana akiwa na pekua, yani kuangalia kipi kinamfaa. Umeelewa? Alipoangalia kipi kinamfaa, ndipo kijana huyu tamaa ikamjia. Akaiba hereni, nazungumza hereni ambayo unavaa shilingi 1000. Tanzania unavaa hereni ya shilingi 1000. Walangu wa Kenya unavaa hereni ya shilingi 200, 300 fresh. Lakini pale wanangu, hereni yake moja ina thamani ya bilioni 2 za Kitanzania. Huyu jamaa bwana alichukua hereni zile na akazificha. Baada ya kuzificha hizi hereni, akataka kukimbia aondoke, yani akajua watu hawajamuona. Lakini kamera zilimnasa kijana huyu na simu zikaita kwa jeshi la polisi nchini Marekani, Florida pale. Na maanisha Florida nchini Marekani. Kupigiwa simu polisi waliwahi ghafla na kuta kijana huyu kabla hajakimbia tayari hapo chini ya nguvu ya polisi. Kijana huyu akaona hii kesi ni kubwa mno. Kesi ni kubwa mno. Ndipo alipochukua zile pete na kuzingeza mdomoni. Watu wanalo ngumu sana. Hereni zile za thamani ya bilioni 2 jamaa alizimeza. Akazimeza akaziingiza tumboni mwake. Umeelewa? Baada ya kuingiza tumboni mwake, yani kuzimeza bila maji, bila chochote, wanalo ngumu kidogo wanangu. Wanangu kuiba nyesi, kuiba visungula, si kuiba saa, si nini. Kuiba hereni afu itumbukize izame kwenye kolomelo lako, au shughuli yake si ndogo, shughuli yake ni kubwa mno sana. Lakini jamaa huyu aitwaye Jordan aliweza kuingiza hereni zile mdomoni mwake na kuzingiza tumboni. Okay, polisi walimshika, kumtilia nguvuni na kuchukua maelezo ya wafanyakazi kwenye duka hilo na kuondoka naye kijana huyu. Mpaka hivi ninapozungumza na wewe, kuna uchunguzi mkubwa unafuatiliwa. Bado hajajulikana huyu kijana kweli ameiba ama hajaiba. Lakini CCTV kamera ambazo za ulinzi pale kwenye duka hilo zinaonyesha kuna kitu kachukua huyu kijana. Lakini bado hakijulikana kitu gani. Lakini wale wa dukani pale wameonyesha kuna kiboksi kipo empty. Kiboksi hiko chenye hereni zenye thamani ya bilioni 2 za Kitanzania. Nikizungumza bilioni 2 sijui unanielewa. Yaani sipige zile milioni zile 1000. Ushanielewa? Alafu piga mara 2 unapata bilioni 2 wanangu. Ni mtonyo mrefu sana. Endapo wewe nikikupa milioni 100 tu, sio bilioni 1, sio eti si milioni 1000. Nikupa milioni 100 tu mwanangu,
unakuwa mnene, unavimba ile, yani unakuwa usio wewe tena. Lakini ujamaa kaiba vitu vyenye thamani ya bilioni 2, na sio fuko kubwa, vijidude tu vieleni vya kuweka masikioni vya zetu washua. Unajua matajiri hawanaga mambo mengi, matajiri hawanaga mpamba, wana kitu cha thamani kubwa ambacho wewe unatamani upate kile, upate hela kula tu. Basi wafanyakazi wa duka lao wakaonyesha kwamba bwana, vieleni vimebiwa hapa, lakini mpaka sasa hivi hajulikana zile eleni ni kweli zilichukuliwa na jamaa au kuna mfanyakazi kachomoa. Tunamuona jamaa kwa sababu alishika kile kibosi akaonekana yeye ndo kaiba. Basi kesi inataka kufanywa uchunguzi na jamaa huyu kuchunguzwa. Je, kameza kweli? Yani nazungumza kwamba kuna uchunguzi wa kufanyika tumboni kuangalia kuna kitu ambacho kina thamani, yani ndio eleni zipo tumboni. Huku tumboni kuna kitu ambacho chenye thamani ya bilioni 2, au kile kitu kilichoibiwa pale kipo tumboni. Sasa hivi upo kwenye uchunguzi. Mpaka hivi nazungumza na wewe mwanangu, uchunguzi bado unaendelea. Tunamwombea sana kijana wewe hajaiba mwanangu kitu chenye thamani ya bilioni 2. Maana kesi yake sio ndogo, kubwa sana. Hii ndio visa na mikasa pale Florida nchini Marekani. Wanasema Marekani matajiri tupu, matajiri wa kupiteleza, lakini hata vibaka nako wapo. So wa Tanzania wanaiba tu, wanaiba shilingi 500, 1000 na mkaba mtu loba kwa simu ambayo ishachakaa. Wenzetu Marekani wanaiba vitu vya thamani ya bilioni 2. Yaani ukipiga ukitajilika mwanangu, basi unajenga nyumba yako, unaishi na wife, maisha mengine yanaendelea. So hiyo kuiba panya, kuiba nini basi umeshaisha unakuwa kama mshamba. Okay mwanangu, huyu jamaa kesi yake inaendelea kupigiwa mashtaka, yani kufanywa uchunguzi na kudadavua nini ni chanzo cha yeye kuiba. Je, ni hali ya kimaisha ama kitu gani kilichofanya mpaka kufika stage ya kuiba vitu vyenye thamani ya bilioni 2? Basi tuishie hapo mwana kwenye visa vya mikasa pale nchini Marekani Florida. Mimi naongea hapo ni Dasin Simba. Nikani mzee kungata na kupeleza handsome boys na matunzo na masmenzo na mapenzi ni hapa ni kwa hewa. Mimi napenda sana mashabiki zangu ambao mnanisikiza hapa Lux TV. Na hapa ndo mtu ambaye analeta visa, analeta mikasa ili uweze kupata dodo fulani vya habari, ili uweze kuishi vema kabisa. Mimi namba yangu ya simu mwanangu 0685100158. Mimi naupenda sana mashabiki zangu ambao mnanisikiliza katika Lux TV. Na hapa Lux TV ndo channel namba 1 ambao unapata udambu wote ambao unapatikana Tanzania na nchi nyingine tofauti za Marekani na South Africa, Durban, Kenya, Uganda, Rwanda na nchi zote za dunia. Tunaweza kupata habari hizi katika channel yetu kubwa kabisa la Lux TV. Ndugu zangu, mimi nawapenda sana, shout out kwenu ambao mnanisikiliza. Nasemaje? Asante.